Naam, tunarejea tena na karibu tena kwenye matangazo yetu. Messi, tuna mengi ya kuzungumza, lakini ikiwa ni siku ya wasichana katika TEHAMA, tutaangalia mbinu ambazo zimekuwa zikitumika kuwainua wasichana kwenye masuala ya TEHAMA. Tunazungumzia teknolojia ya habari Ndiyo. na mawasiliano TEHAMA, ikiwa leo ni siku ya wasichana katika TEHAMA, ikiwa bado dunia inaendelea kuhakikisha kwamba wasichana wanaendelea kuvutiwa sana katika eneo hili la TEHAMA. Tutaangalia hapa namna gani katika nchi yetu tumepiga hatua katika eneo hili la TEHAMA, lakini na vitu gani ambavyo tunaweza tukaendelea kuvifanya ili kuendelea kuboresha na kuvutia wasichana katika TEHAMA. Katika shughuli zao za kila siku wanawezaje kutumia TEHAMA ili kuweza kunufaika, na wanashiriki vipi katika eneo hili? Tayari wageni wetu tutakaojadili nao hili tunao hapa. Tunaye mhandisi Edith Turuka ambaye huyu ni mhandisi wa mawasiliano. Karibu sana Edith. Asante sana. Heri ya siku ya wasichana katika TEHAMA. Asante, heri na kwako pia. Asante. Japo sipo kwenye TEHAMA lakini naipokea. Lakini tuko kwenye sekta hii, ni sekta pia ambayo inahusisha TEHAMA. Kabisa. Kwa nipo. Upo. Mhandisi. Hatimaye nimekuwa mhandisi. Yaani hao ndo wanaotuwezesha sasa tunachoongea hapa kinawafikia watu huko. Kupitia teknolojia. Kupitia teknolojia. Kama hapo tayari unatumia TEHAMA. Kwa hiyo nipo. Nikitoka hapa naenda kujitoa out. Kusherehekea. Tunaye Clemi Majamba ambaye ni afisa TEHAMA kutoka TCRA. Tumefurahi kuwa na wewe kwa siku ya leo. Karibu sana Clemi. Asante sana. Na kupitia njia ya mtandao tutaungana na Doris Male ambaye ni mkurugenzi wa Mamia Soko. Huyo atatujuza namna ambavyo unaweza ukahusisha biashara pamoja na matumizi ya TEHAMA. Doris, mkurugenzi wa Mamia Soko. Tukirudi hapa studio, tuanze kwenu nyie. Kwanza tupate kidogo tafakari yenu. Siku hii ina maana gani? Siku ya wasichana katika TEHAMA huwa inaadhimishwa tarehe Alhamisi ya mwisho ya mwezi wa 4, mwezi Aprili kila mwaka, na siku hii ni moja ya shughuli ambazo zimeanzishwa na shirika la kimataifa la mawasiliano ITU, ambapo Tanzania ni mjumbe katika shirika hilo likiwakilishwa na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, na moja ya maazimio ilikuwa ni kuwezesha na encourage wasichana waweze kuchukua masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hesabu ili waweze kupata fursa katika TEHAMA, ila pia katika nafasi mbalimbali zinazowezeshwa na TEHAMA na mawasiliano. Kwa hiyo hii siku huadhimishwa na nchi ambazo ni wajumbe wa shirika la mawasiliano la kimataifa ITU. Ndio. Sawa sawa. Kwako wewe Edith, tueleze kwa ambaye huenda tumemwasha japo awali tulimwambia TEHAMA ni nini. Tueleze kidogo juu ya TEHAMA. Tunazungumzia teknolojia ya habari na mawasiliano. Asante ndugu mtangazaji. Tunapozungumzia teknolojia ya habari na mawasiliano, hizi ni teknolojia ambazo zinatuwezesha kuwasiliana na kubadilishana habari. Kwa hiyo tukiongelea zile teknolojia ambazo zinamwezesha mtu kukusanya taarifa, kuchakata taarifa, kuhifadhi taarifa, kutuma taarifa na kupokea taarifa, hizo zote kwa ujumla wake ndizo tunaziita TEHAMA. Kwa kimsingi TEHAMA ni kifupisho cha hayo maneno matatu, teknolojia ya habari na mawasiliano. Na katika maisha ya sasa TEHAMA imekuwa ni muhimili mkubwa sana wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa hiyo kwa Kiingereza sema ICT. ICT, Information and Communication Technology. Yes. Ndio. Sasa unajua ukisema TEHAMA watu wanaweza wakaangalia tu kwa upande wa sekta ya habari peke yake, lakini kama ulivyomtambulisha pale Doris Male ambaye atumia hizi digital platforms,
kufanya biashara kupitia hiyo anaita Mama Mia. Labda pengine kwa upande wa biashara anaweza akatupa mtazamo wake na uzoefu wake pia ambao amekuwa nao. Doris, hem tuambie TEHAMA ama teknolojia ya habari na mawasiliano inaweza kutumika vipi kwenye masuala ya biashara na uchumi? Asante sana. Nashukuru kwanza na heri ya siku ya wasichana kwenye teknolojia ya habari na mawasiliano. Jambo kubwa sana ambalo mimi naweza nikachangia kuhusiana na biashara ni kuwa hali sasa hivi imebadilika. Fursa ya masoko imekuwa kubwa na pia ufanisi wa kufanya kazi bila teknolojia inafanya kampuni au biashara zinakuwa zinaingia gharama kubwa sana. Ukitumia mifumo ya kuwasiliana, tuchukulie mfano mifumo ya human resource inayoangalia wafanyakazi ndani ya kampuni, inakusaidia kujua wafanyakazi wako ni kina nani, evaluation zao, wanafikiwaje, unawasaidiaje na wanadeliver vipi. Lakini pia ukiangalia mifumo ya processing kwenye viwanda, watu wengi sana wanatumia mifumo inayoendesha ubora na kusaidia kupunguza gharama za kwenye kazi uzalishaji wao. Usipotumia mifumo ya teknolojia na mawasiliano, nikisema teknolojia ya habari hiyo ICT, sio tu kutoa habari ya nani kafanya nini, bali taarifa ya kwamba stock imepungua kiasi fulani, unaipata kwa haraka. Mtu kama manager unaweza kuagiza oda yako mapema, ukawahi kuwasiliana na vendors wako na mzigo ukaendelea, uweze kusupply wateja wako vizuri. Kwa kuna mifumo inayoendesha ndani ya kampuni au biashara zenyewe na mifumo inayotoka kutoka kwenye biashara moja kwenda kwenye biashara nyingine, au tunasema mifumo ambayo ndio ya marketing kama hizo digital platforms, social media, mitandao ya kijamii. Kwa kuna mifumo inayowasiliana kwa ndani ya kampuni kuwezesha ufanisi wa kazi, na kuna mifumo inayowasiliana nje kampuni na wateja wake, au kampuni na mamlaka tofauti. Kampuni na mamlaka, tuchukulie mfano kama mamlaka ya mapato, benki, payments zinapokuwa connected moja kwa moja, inaongeza ufanisi na utendaji kazi kwa haraka kwenye biashara. Sasa na wewe binafsi sasa unaweza kutupa uzoefu wako kwenye kufanya biashara kupitia ICT? Asante sana. Uzoefu wangu mimi upo katika kutengeneza masoko kwa wafanyabiashara wadogo, wakati na wakubwa. Ninawarahisishia kupata huduma zote kwenye soko moja. Kwa mfano kama mtu anataka gesi ya kupikia, anaingia moja kwa moja kwenye mfumo, anaipata pale pale, lakini humo ndani atapata mboga, atapata bima za afya, atapata bima za magari, atapata viwanja. Inakuwa ni rahisi, tunaita one stop shop, kwamba nikiingia sehemu moja ninapata huduma zote kama mteja, kwa sihangaiki. Lakini kama wafanya biashara, naye anapata fursa ya kupata eneo ambalo linawaendesha, linawasaidia wateja wake kupatikana kwa haraka, lakini pia anatangaza biashara zake kwa urahisi. Na mifumo hii inamsaidia kwa urahisi kabisa. Ukijua kutumia simu janja, ni rahisi kabisa kutunza kumbukumbu zako za wateja wako, kutunza hesabu za mauzo yako, kiasi kwamba hata ukienda benki ukatoa statement yako ukasema haya ndio mauzo yangu, hawa ndio wateja wangu, ni rahisi kuaminika kuliko kutengeneza tu business plan ambayo haina uhalisia, kama mtu alikuwa anaandika mauzo yake kwenye daftari tu kawaida. Kwa hii inamsaidia mjasiriamali kuwa ni financially included. Tunasema ana uwezo ku access mikopo rasmi kutoka kwenye taasisi rasmi kama za kibenki. Kupitia hii mifumo inamwezesha anakuwa ni digital included and digital inclusion. Anaweza kuaccess masoko mengine ya ndani na nje ya nchi. Kama Mama Mia soko tuko kwenye nchi 7 na tuna currency tofauti tofauti. Kwa hiyo tunatangaza soko letu kwenye nchi 7 tofauti Afrika, na kuna na mabara mengine kama US, huku upande wa China, Australia, Dubai, kuna wateja kote huko. Kwa ni rahisi kupata wateja kwa urahisi ukiwa popote ulipo. Sasa unataja mfumo, lakini natamani kujua hii ni teknolojia gani? Ni application? Sasa tuna apps, tuna mitandao ya kijamii. Hii ni teknolojia gani hasa mahususi? Asante sana.
Kwa ubunifu huu tuliotumia, tumeintegrate mifumo mingi ndani ya mfumo mmoja. Kwa hiyo tuna mfumo wa marketplace ambao unapatikana kupitia web application. Kwa hiyo ni application lakini inapatikana kwenye web portal. Okay. Na pia unaweza kuiaccess kupitia WhatsApp communication. Tunawasiliana na wateja wetu, wana interface kupitia WhatsApp pia. Tumefuata wateja walipo. Sawa. Ndio. Sawa Doris, sawa. Tuangalie sasa tunasemaje, teknolojia mbalimbali ambazo zipo kwa sasa hivi ambazo zinahusisha tehama. Maanake ziko nyingi, kuna hizo tunasikia application, lakini tukizungumzia hata nafikiri hata mitandao ya kijamii tunakwenda humo mifumo yote ya kidijitali, lakini tuna hizi contemporary hizi teknolojia ambazo zimeibuka hivi karibuni na zinatumiwa na watu kwa ajili ya kupanua wigo wa shughuli mbalimbali kama hivyo tumeona biashara, lakini pia kuna masuala ya habari, kuna sekta nyingine mbalimbali. Labda pengine nyie kama wataalamu sasa hivi tumefikia wapi kwenye hizo teknolojia? Clem. Sawa, asante. Kwa sasa tunaona matumizi ya interneti yanakuwa. Tunaona kwamba tuna idadi ya watumiaji wa interneti kufikia milioni 49.3. Kwa hiyo tunaona kwamba teknolojia hizi zinavyokuja zinakuza matumizi ya mifumo mbalimbali na bunifu pia zinaongezeka kadri teknolojia inavyokuwa. Tuna teknolojia ya vitu, Internet of Things, tuna emerging technologies zinazokuja, tukichukulia mfano smart cities, tukichukulia mfano wa akili unde, artificial intelligence. Kwa hiyo tunaona kwamba uwezeshwaji wa mazingira ya teknolojia inakuza ubunifu na tunaweza kuona kabisa kwamba bunifu kama hizo za mifumo mbalimbali kupitia jukwaa mbalimbali kwenye simu, kwenye website, tovuti, lakini pia inaendelea kutumia vifaa mbalimbali vya mawasiliano ambavyo inaendelea kukuza uchumi wa kidijiti, lakini pia teknolojia katika nchi yetu. Ndiyo. Sawa. Hebu kwanza tutafakari tuone Tanzania tupo wapi na matumizi haya ya teknolojia. Na tuangalie nchi gani ambazo zinakimbiza ama zinafanya vizuri kwenye masuala ya eneo hili na wasichana pia wanafanya nini. Wacha tukuonyeshe hapa kwa takwimu ili upate nafasi ya kutafakari pamoja na sisi kuona hali jinsi ilivyo. Tuangalie nchi 10 zinazoongoza kwa ukuaji wa teknolojia barani Afrika. Tanzania tupo namba 10 kwa teknolojia barani Afrika, lakini kama tunavyoona nchi ya kwanza hapa ni Nigeria. Wamezichanganya. Nchi ya kwanza ni Nigeria, ndiyo inayoongoza kwa ukuaji wa teknolojia Afrika. Namba 2 ni Afrika Kusini. Na namba 3 ni Kenya. Namba 4 Rwanda. Ni Rwanda. Namba 5 Masri. Ni Masri. Namba 6 ni Ghana. Namba 7 ni Morocco. Namba 8 Senegal. Namba 9 ni Uganda na namba 10 ni Tanzania. Hapo ni namba 9 Uganda. Kwa hiyo angalau Tanzania tupo kwenye 10 bora. Si ndio? Hapa tunazungumzia teknolojia yani tehama. Zinazongoza kwa ukuaji wa teknolojia Afrika. Angalau tupo kwenye 10 bora. Mmetufanyia kazi nzuri wahandisi. Hongereni kwenye hiyo. Sasa hivi wacha sasa tuangalie sekta zinazotumia zaidi teknolojia Afrika. Sekta ya biashara na tumemwona Mama Mia hapo. Lakini kuna sekta ya viwanda. Kuna sekta ya miamala ya kibank, tuna sekta ya mifumo ya serikali, tuna sekta ya mitandao ya kijamii. Tutahitaji kusikia sisi tumepiga hatua kiasi gani katika maeneo haya. Kabisa. Tuangalie swala jingine ambalo tunalo hapa baada ya kuangalia sekta zinazotumia zaidi teknolojia. Sasa tuangalie upande lakini wakati unatafuta wakati unaendelea hapo tumeona kwenye hizi sekta ambazo zinatumika zaidi kwenye masuala ya tehama. Kwa hapa Tanzania tumeweza kiasi gani kutumia
TEHAMA kwenye sekta mbalimbali, hasa tukiangalia hapo zinatajwa biashara, viwanda, miamala ya kibenki, mifumo ya kiserikali, lakini pia hata kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pengine tungeweza kuwa na wigo zaidi ya hapo, yani kuwa na sekta nyingine zaidi ya hizo ambazo zingeweza kutumia TEHAMA zaidi. Ni kweli kwa upande wa Tanzania tumepiga hatua katika sekta kama zinavyoonyeshwa hapo. Mathalan sekta ya kibenki, tunasema sekta ya fedha, tunafahamu na tunashuhudia jinsi hizi huduma za mobile money, fedha mtandao, zilivyofika katika maeneo mbalimbali ya hapa nchini hadi vijijini kabisa zimefika, na hii imewezeshwa na juhudi za ujenzi wa mitandao ya mawasiliano katika maeneo yote nchini ikiwemo yale maeneo ya vijijini. Kwa hiyo kwenye sekta ya mitandao ya kijamii pia tunashuhudia nguvu ya mitandao ya kijamii katika maisha yetu ya kila siku. Imekuwa ni fursa kubwa kwa kufanya biashara, kwa kuwasiliana, hata kujifunza masuala mbalimbali. Kwa hiyo kwa upande pia wa viwanda, teknolojia za mawasiliano inatumika sana katika kuleta automation kwenye viwanda vilivyopo. Kwa hiyo kwa hapa Tanzania kama zilivyo kwenye nchi nyingine duniani, hatupo nyuma. Tunatumia teknolojia ya habari na mawasiliano katika sekta mbalimbali za uchumi. Afya, tunafahamu siku hizi ukienda hospitalini haubebi tena makaratasi, kila kitu kinaenda kwenye mitandao. Kwa hiyo tumeweza kutumia hii teknolojia kwenye sekta zote za uchumi hapa nchini. Naam, sasa basi nafikiri sasa tuangalie kwa wanawake sasa kwenye TEHAMA. Tuhitimishe na hili la ambayo ndiyo siku yenyewe ya leo. Tuangalie takwimu za wanawake katika TEHAMA. Tunaelezwa kwamba asilimia wanawake na wanaume wanaotumia internet kwa mwaka 2024 duniani, asilimia 70 ni wanaume na asilimia 65 ya wanawake. Yani wanaume wao asilimia 70 wanatumia internet. Yani asilimia 70 ya wanaume. Na asilimia 65 ya wanawake wanatumia. Na kuna wanawake wengine asilimia 35 ambao bado hawatumii. Na kuna wanaume asilimia 30 ambao hawatumii. Kwa upande wa Afrika asilimia 43 wanaume wanatumia. Ndio. Na asilimia 31 wanawake ndio wanaotumia. Lakini laini za simu za mawasiliano baina ya watu inaitwa P2P. Kutoka TCRA utatueleza hapo. Ambapo tunaelezwa ni asilimia 51.4 ni wanaume na asilimia 48.6 ni wanawake. Uwiano wa wanaume kwa wanawake vyuoni kwa mwaka 2023-2024 ni asilimia 2.11, na uwiano wa wahitimu wanaume kwa wanawake vyuoni 2023 ni 2.11. Sasa tuangalie wataalamu wa TEHAMA waliosajiliwa na tume ya TEHAMA. Sasa pengine tungeomba arudishe kidogo, arudishe hizo zilizotoka. Ya laini za simu au ulikuwa unahitaji ya naona ulikuwa na maoni hapo kwenye uwiano wa wanafunzi kwenye taasisi za vyuo vikuu wanaosajiliwa kwa ajili ya mafunzo ya TEHAMA ni 2.11. Yani wanaume ni mara 2.11 ya wanawake. Yani wanaume ni wengi zaidi. Lakini tukiangalia kwa wale wanaohitimu, takwimu zake kutoka TCU zinaonyesha kwamba ni 1.84. Kwamba uwiano wa wanaume kwa wanawake ni 1.84. Kwa hiyo ni kama mara 2. Karibu mara 2. Takriban mara 2. Almost. Kwa hiyo kuna jambo hapo ambalo linatakiwa kufanyika zaidi kwenye upande wa elimu. Ndio. Hasa kuwainua zaidi wasichana. Kabisa. Lengo ni kupata ile tunasema gender parity. Kuwe na usawa kati ya wanawake na wanaume. Kwa hiyo tunaona kuna jitihada inabidi zifanyike katika kuinua ushiriki wa wanawake kwenye TEHAMA. Naam. Sawa. Basi kwa takwimu hizi ulikuwa unamalizia sasa. Wataalamu wa TEHAMA waliosajiliwa na tume ya TEHAMA, wanawake ni asilimia 14.73. Waliosajiliwa na tume ya TEHAMA. Sasa hivi naongozwa na ndugu yetu Dr. Nkundwe Mwaswaga. Kwa hiyo
hizi ni takwimu rasmi za Tume ya TEHAMA. Kwa wanawake ni 14.73 ambao wamesajiliwa. Hapa tunaweza tukaangalia sasa ni nini ambacho kinaweza kikafanyika ili kuongeza idadi hii. 14.73 bado ni kiwango cha chini sana. Na tusikie kutoka kwako hapa. Na nyie mtuambie kama na nyie pia mmesajiliwa kwenye Tume ya TEHAMA au bado. Maana inabidi msajiliwe ili muongeze angalau hiyo idadi ambayo ipo. Kwa sababu hichi ndio chombo rasmi cha serikali ya Tanzania. Sahihi kabisa. Kinatupa picha kuhusiana na masuala ya TEHAMA. Ni kweli tumejisajili. Kwa upande wa serikali, serikali inatambua umuhimu wa wanawake kushiriki zaidi katika jitihada za TEHAMA. Sera ya Taifa ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano ya mwaka 2016 imeweka wazi hili swala kwamba sera inalenga kuongeza ushiriki wa wanawake katika eneo la TEHAMA. Lakini zaidi ya sera tuna ile miongozo ya kimataifa ambapo Tanzania ni nchi mwanachama wa jumuiya mbalimbali za kimataifa, kama ambapo aliongelea mwenzangu hapa Clemi kwamba Tanzania ni nchi wanachama wa Shirika la Mawasiliano Duniani, na hapo kuna maazimio mbalimbali ya kukuza ushiriki wa wanawake katika TEHAMA. Mojawapo ndio hiyo kuadhimisha siku ya wasichana katika TEHAMA. Kwa hiyo hii siku inaadhimishwa ili kuwahamasisha wanawake au wasichana wafikirie na wachukue karia katika teknolojia ya habari na mawasiliano, na ili hapo baadaye waje kufanya kazi katika fani hizi za TEHAMA. Ushiriki wa wanawake ni muhimu sana katika TEHAMA, na ushahidi unaonyesha kwamba kukiwa na workforce diversity, ukiwa na mchanganyiko wa watu katika kazi, ufanisi unaongezeka. Na kwa sasa hivi tunaona kwamba wanaume wako wengi zaidi ya wanawake. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba wanawake wengi wakijiunga katika TEHAMA, tukapata ile workforce diversity ambayo ni nzuri zaidi, basi tutaboresha ufanisi katika utendaji kwenye makampuni na kwenye taasisi mbalimbali na hata kwenye taifa kwa ujumla. Uchumi utaimarika. Sasa tuende kama moja kwa Clemi pamoja na Doris, tuambie wito wenu kwa wasichana hasa kwenye kuwainua kwenye sekta hii. Kwa wasichana ningependa kuwashauri kwamba kuna nafasi nyingi zinazojitokeza. Mimi kwangu ni kwamba kuchukua hatua katika kukamata zile fursa na zinazojitokeza kwenye majukwaa mbalimbali. Tuna majukwaa kwa mfano Mamlaka ya Mawasiliano ina jukwaa la klabu za kidijiti ambapo inawezesha na kutoa mwongozo kwa ngazi mbalimbali za elimu kuanzia shule za awali mpaka vyuo vikuu, na huwa kuna fursa mbalimbali zinazotolewa za ndani ya nchi lakini pia nje ya nchi kwa wanafunzi na pia wasichana kwa ajili ya kujiendeleza na kujiwezesha kwa hitoclubs.tcra.go.tz, na hapo kutakuwa kuna miongozo tofauti na fursa mbalimbali ambazo wanaweza wakapata. Sasa Doris, kwa sekunde chache. Asante sana. Wito wangu mimi ni kwa wasichana na kwa upande wa serikali na wawekezaji. Zile nchi zilizotajwa zote nimetembelea. Na zile nchi kuanzia Nigeria, Kenya, South Africa, Morocco. Tena Morocco ndio nilikopatia zawadi ya IT kama mwanamke wa kwanza Afrika, lakini kwa watatu kwa timu nzima tuliokuwepo pale kutengeneza mfumo wa teknolojia wa bima. Sasa kinachofanyika kwenye nchi zingine, watu wanawekeza pesa kwenye hii mifumo, kwenye ideas, kwenye ubunifu. Naona wengine wanaongelea upande wa kazi sana na ajira, kwenda kuajiriwa sehemu, lakini mimi natoa wito kwa wanawake kwamba wasichana wanajua matatizo yaliyoko kwenye community zetu, kwenye jamii. Wanaweza wakabuni mifumo, wakadesign, wakapartner na developers, wakatengeneza mifumo mizuri, lakini cha muhimu ni kuwa investor ready. Nikisema investor ready maana yake nini? Uwe tayari kwa wawekezaji kuwekeza kwako ili ikue. Shukrani sana Doris. Tunashukuru, muda wetu umetutupa mkono. Kwa hiyo tunavyomalizia kauli mbiu tunasisitiza kwamba ni
mageuzi jumuishi ya kidijiti. Mageuzi jumuishi ya kidigiti, ndivyo ambavyo tunaweka nukta hapo, na ndivyo ambavyo tunahitimisha kuangalia siku ya wasichana katika TEHAMA, na tumeangalia mbinu za kuwainua wasichana katika TEHAMA.